الحمد لله الذي أنعم علينا بشهر الطاعات وفضل أوقاته على سائر الأوقات ووعد من صامه بتكفير السيئات ورفع الدرجات، والصلاة والسلام على نبينا محمد خير البريات وعلى آله وصحبه أولي الفضل والمكرمات والتابعين لهم بإحسان إلى يوم المآب. اللهم علمنا ما لم نعلم wafahimna ma lam nafham innaka anta al-alimul hakim. Tayib, tukiwa tunaendelea na kukumbushana katika mlango mzuri huu, mlango wa funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na leo biidhnillahi subhanahu wa ta'ala tunaingia katika mlango unaozungumzia suna za funga. Kwani mfungaji anatakiwa afanye nini anapokuwa amefunga? Min sunani saum, miongoni mwa sunna za funga, as-sahur, ni kula daku. As-sahur, kula daku. Qala sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mtume amesema tasaharu, kuleni daku, fa inna fi sahuri barakatan, hakika katika jambo la ulaji daku kunapatikana baraka nyingi. Fa inna fi sahuri barakatan, hakika katika jambo la kula daku kuna baraka. Hadithi hii rahu Sheikhani, wamepokea mashekhe wawili ya hadithi, Bukhari na Muslim. Wanavyoni wamefafanua baraka inopatikana hapa ni kwamba baraka ya kwanza ni vile kutekeleza mtu amri ya mtume, imtithali awamir rasuli, kutekeleza amri za mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwani jambo la kutekeleza amri za mtume, mtu akasikia mtume akasema hivi, kaamrisha hivi, halafu akatekeleza jambo lile pale, ingawa mtekelezaji hajui ndani ya kitu kinachopatikana ndani yake, lakini uhalisia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuna baraka nyingi. La kwanza. Lakini la pili, katika jambo kula daku kuna baraka ni kwamba mtu ambaye amekula daku kweli ni kwamba anaamka hali ya kuwa ana nguvu za mtu aliyekunywa chai asubuhi, kwa sababu daku muda kula daku tofauti na watu wanakula daku. Maana kuna wengine anatoka tarawih na kula daku, ile si daku, ile tunasema kwamba hukushiba pale, sasa unakwenda kuongezea chakula kushiba. Lakini daku hasa yatakikana iliyo milango ya saa 9-10, yani nusu saa kabla ya adhana ya pili, nusu saa kabla ya adhana ya pili, au saa moja kabla ya adhana ya pili, kwa sababu ule ndio muda kula daku. Ukila daku muda ule pale ni kwamba unaamka hali yako vizuri. Na ndio maana sahaba mtume anasema sisi tulikuwa tunakula daku na mtume, halafu tunanyanyuka kwenda kuswali. Alipoulizwa, je, kuna muda gani kati ya kula daku, muda kula daku na kwenda kuswali? Akasema 50 aya, ni kiasi ya mtu kusoma aya 50. Ndio tofauti iliyopo baina ya muda kula daku pale na kwenda kutekeleza swala alfajiri. Tayib. Waqala sallallahu alayhi wasallam, na mtume akasema faslu ma baina siyamina, tofauti iliyopo kati ya funga yetu sisi Waislamu, wa siyami ahlul kitabi, na funga ya watu waliopo kitabu, yani Mayahudi na Wakristo hao, aklatu sahari, ni ulaji wa daku. Sisi tunatakiwa kula daku, na kuna watu wengine wanasema mimi siwezi kula daku. Daku kwani kitu gani? Sikiliza hapa. Waqala sallallahu alayhi wasallam, mtume amesema akluhu barakatun, ulaji wake wa daku kuna baraka ndani yake. Akluhu, ulaji wa daku, barakatun, kuna baraka. Fala tadauhu, msiache kula daku. Walau an yajra ahadukum jur'ata min ma'in, ijapo kwamba ni mmoja wenu kupiga funda la maji, yani hata lega la maji ukanywa, iliko kwa tende, tayari kushapata baraka, na kushapata zile baraka ambazo zimetajwa ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Si lazima nyonyuke viambaza ukala mapilawa. Huwezi kula pilau, basi wewe kula chakula chao mapema pale, lakini ukifika milango saa 10 pale na nusu kwa siku hizi, basi unaamka pale unakula japo kwa tende, kushapata daku. Tayib. Akasema fa inna Allah azza wa jalla, hakika Allah mtukufu na mshindi, wa malaikatahu, na malaika zake, yusalluna ala almutasahirin, Allah anamtakia rehema, anawatakia rehema wenye kula daku, na malaika wanawatakia dua na rehema na wale na istighfari wale wenye kula daku. Kwa malaika wanamwombea istighfari, maghfira wale wote ambao wenye kula daku. Kwa hiyo tusiache kula daku, na kama tulivyozungumza kwamba daku inaliwa wakati huo, wa ustahabu, na inasuniwa vile vile taakhiruhu, unaona, kuichelewesha hiyo daku, qariban min alfajiri, karibu ya alfajiri pale, karibu ya alfajiri ndio tule daku muda ule pale.
Hiyo ni sunna ya kwanza. Sunna nyingine ta'jilul fitri, kukimbilia kula kuftari, kuharakisha kuftari. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, wa kauli mtume aliposema la yazalu nasu bikhairi, watu hawachukua huko katika khairi nyingi, maajalu alfitra, muda ambao wanaharakisha kuftari. Yani kuhakikisha kwamba likizama jua tu wewe unakimbilia kula kuftari. Lakini kwa kusikitisha, kuna baadhi ya watu hasa wanaume, mtu anakaa msikitini, anaswali swala magharibi, anaswali swala sunna, hajala chochote, amefunga vile vile. Kwa kweli huyu kakosa khairi nyingi ambazo mtume sallallahu amezibainisha kwamba watu hawachukua kwenye khairi muda ambao wanaharakisha nini? Kuftari. Ili mradi tuhakikishe kwamba jua limezama, tusiwe kama wale ambao wanakimbilia kuftari wakati maskini jua halijazama. Sunna nyingine ayuftira ala ratabi, ni mtu kufungulia tende. Ayuftira ala ratabi, kufungulia tende. Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, alikuwa mtume yuftiru ala rutabati, alikuwa anafungulia tende. Tende gani? Zile tende ambazo karibu yako iva zile, kabla ayusali, kabla ajaswali. Fa in lam yakun rutabatun, kama zile rutabatu hazipo, zile karibu kuweza kuiva, zile kenga zile, fa ala tamarati, zile tende ambazo ni mbivu kabisa. Fa in lam takun, kama hakuzipata hizo, hasawati min mai, basi anapiga mafunda ya maji, anakunywa maji mtume, ili mradi mtu ahakikishe kwamba anafungulia, tena afungulie kitu cha halali, asifungulie sigara, asifungulie kijumbo chafu, ale vitu ambavyo ni vya halali. Nukta nyingine, ayad'u inda fitrihi, aombe dua wakati wa kufutari kwake, aombe dua wakati wa kufutari. Ukishamaliza kufutari pale, omba dua. Lihadithi, kwa hadithi inayosema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam, idha aftara, anapoftari, qala, husema dhahaba dhamau, kiu imeondoka, wabtalat al-uruq, na mishipa imelainika, wa thabata al-ajru insha Allah, na umethibiti ujira pendapo Allah. Dhahaba dhamau, kiu imeondoka, wabtalat al-uruq, na mishipa imerowana, imelainika, wa thabata al-ajru, na ujira umethibiti insha Allah pendapo Allah. Ni kwamba mtu anapokuwa amefunga, hasa wakati wa kiangazi, jua kali, kwa kweli mishipa inakauka, viungo vimelegea, lakini akishaftari, na basi mwili unachangamka. Kwa hivyo ombe dua hii mtu. Waswaimu, na mfungaji, la turaddu da'watahu, dua yake hairejeshwi. Waswaimu, na mfungaji, la turaddu da'watahu, dua yake hairejeshwi. Qala sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mtume anasema thalathu da'awati, dua za watu watatu, la turaddu, hazirejeshwi. La turaddu, hazirejeshwi. Da'watul walidi liwaladihi, dua ya mzazi kwa mwanawe. Da'watul walidi liwaladihi, dua ya mzazi kwa mwanawe. Na hapa tukitanbihi hapa kwamba tusijaribu hata kidogo mtoto, hata kama kakukasirisha vipi, ukamwita majina mabaya, we mbuzi, we ng'ombe, we afiriti. Usimwite mtoto majina kama hayo. Hapo pengine unatamka maneno yale pale, ndio muda ambao dua zinakubaliwa. Unakuja mfanya mtoto na kuafiriti, umwita ng'ombe na kwa tabia za king'ombe. Tuwatulie watoto majina, maneno mazuri, tuombe dua. Akiwa mkaidi, mumbe dua, Allah mrainishe moyo wake, usimtaje majina machafu. Wada'atu swaimi, na dua yenye kufunga. Wada'atu swaimi, na dua yenye kufunga hairejeshwi. Wada'atul musafiri, na dua yenye mwenye kusafiri. Wada'atul musafiri, na dua ya mwenye kusafiri. Kwa hivyo kama mtu ana wazazi wake, mwambie baba, mama, niombe dua. Ukimwona mtu kafunga na umefunga, bwana niombe dua kidogo, na dua ya mwenye kusafiri. Kwa hivyo inshallah, hizi ilikuwa ni sunanu za saumu, na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe katika funga hii ya mwezi wa Ramadhani, atujaze khairi zake na baraka zake. Allah subhanahu wa ta'ala atupe subira na atupe uvumilivu huu. Waislamu
Waislamu wote duniani, awaondolee maradhi na misukosuko, na awarahisishie riziki zao, upate futari za uhalali. Allahumma jamilna bil afiyati wassalama wa haqiqna bit taqwa wal istiqama wa a'idhna min mujibati nadama. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Fa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.